Bwana, weekend hii hapa tunakwenda kushuhudia michezo kadha wa kadha ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini hapa tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya AC FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi tarehe 22 mwezi huu hapa Novemba. Klabu ya Yanga watakopo nyumbani kuialika timu ya AC FAR Rabat kutokea nchini Morocco katika mchezo wa kwanza kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika kundi lao B, ambapo kwa muonekano wa kundi B naweza kusema ndio kundi gumu kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika kwa msimu huu hapa. Maana ukiangalia wapinzani ambao ndani yake Yanga kapangwa nao ni wapinzani wa Roshiba kweli kweli. Namzungumzia timu kama Al Ahly kutokea pale nchini Misri, lakini pia timu ya FAR Rabat ambaye klabu ya Yanga anakwenda kucheza naye mchezo wake wa kwanza, lakini pia timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria. Hivyo unaweza ukalitafsiri kundi B kama kundi gumu zaidi kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa mchezo huo unatarajiwa kufanyika kwenye majira ya saa 10 kamili za jioni pale kwenye dimba la New Amaan Complex lililopo visiwani Zanzibar. Mimi nataka niende nikakufafanulie kiundani zaidi uweze kuifahamu vizuri timu hii ya FAR Rabat kuanzia hatua za awali mpaka wanatinga kwenye hatua ya makundi, mechi zake ambazo wameweza kucheza na mpaka kutinga kwenye hiyo hatua ya makundi. Lakini kabla sijakusogezea yote, nikukumbushe hakikisha mwana michezo wangu unakwenda kusubscribe channel yetu. Kama hii wewe ndo mara yako ya kwanza unajioni nasi hapa Bongo Vibe TV, bila kusahau kulike, kushare na kutufollow kurasa zetu za kijamii. Tunafahamika kwa jina la Bongo Vibe TV ama SR Online TV. Sasa baada ya kukwambia hayo, twende moja kwa moja tukaiangazie timu hii ya FAR Rabat, tukafahamu wapinzani hao wa klabu ya Yanga kuanzia hatua zao za awali kabisa kwenye kuania tiketi ya kufuzu kwenye hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini ngoja nikupitishe kidogo kwenye historia kafupi kuhusiana na timu hii ya FAR Rabat na uzoefu wake ndani ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwanza kabisa, timu hii inafahamika kama jina la AC FAR Rabat kutokana yenyewe kwanza pale nchini Morocco timu hii ni timu ya jeshi. Nikisema timu ya jeshi ni na maana ya kwamba kwa hapa Tanzania, nikitolea mfano kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, tunaizungumzia timu kama vile JKT Tanzania au Tanzania Prison. Kwa hiyo FAR Rabat kwa kwao kule ni timu ambayo inamilikiwa na jeshi. Timu hii iliweza kuanzishwa mnamo Septemba 1 mwaka 1958 mpaka sasa hivi timu hii ina takribani miaka 67. Kwenye ukongwe wa kuanzishwa kwake, klabu ya Yanga ataendelea kubaki kuwa legend hapa, kwa maana ya kwamba klabu ya Yanga imeanzishwa mwaka 1930 huko. Kwa hiyo unaweza ukaona ni miaka mingi klabu ya Yanga ni kongwe kushinda timu hii ya FAR Rabat. Lakini tukija kuangazia kwenye msimu uliotoka kumalizika, msimu 2024-2025, timu hii ya AC FAR Rabat katika nchini Morocco, ambapo ndani yake kuna timu 16 imeweza kumaliza nafasi ya pili, nafasi ambayo imeweza kuwapa nafasi ya kuja kushiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kufanikiwa kupenya kwenye zile hatua za mtoano ama preliminary round mpaka kutinga kwenye hatua hii ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Timu ya FAR Rabat sio mnyonge kwenye michuano hii na usimamiwa na kafu ama michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, kwa maana ya kwamba wameshiriki mara 13 ndani ya michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, na kushiriki kwao mara 13 wameweza kufanikiwa kutwaa ubingwa wa michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Hivyo timu hii sio timu ya mchekea kabisa. Unaweza kaona hapo kutoa ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika sio jambo dogo. Na kwenye msimu unaotoka kumalizika, msimu wa 2024-2025, timu hii pia iliweza kufanikiwa kushiriki michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, lakini waliweza kuishia kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ndani ya msimu huu hapa, msimu wa 2025-2026 katika ligi kuu ya pale nchini Morocco, timu ya FAR Rabat yenyewe inashikilia nafasi ya pili mpaka sasa hivi, wakiwa wamecheza michezo takriban 8, wakishinda michezo 5 na wakiweza kutoa sare kwenye michezo 3 pekee. Mabao ambayo wameweza kushinda ni mabao 14, huku wao wakiruhusu bao moja pekee. Kwa hiyo unaweza kaangalia jinsi timu hii ilivyoweza kukamilika kila idara, kuanzia safu yao ya ushambuliaji, kwa maana kwamba wameconcede mabao mengi kwenye kushinda, lakini pia safu yao ya ulinzi wameweza kuzuia kwa kiasi kikubwa kuto kuruhusu mabao mengi kuweza
kufungwa, yani wameruhusu bao moja pekee. Ukitoa goli aggregate hapo, unaweza ukaona wanabaki na mtaji wa mabao takribani 13, na inakuwa timu ya kwanza kutokea pale nchini Morocco ndani ya ligi kuu ya pale nchini Morocco kwenye msimu huu hapa kufunga mabao mengi na kuruhusu mabao machache zaidi. Sasa tuwe tukatazamie kwenye hatua za mchujo ama hatua zile za mtoano kwenye kuania tiketi ya kufuzu michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa upande wa timu ya FAR Rabat. Wao sasa safari yao imekuwaje mpaka kutinga kwenye hatua ya makundi ya michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Kwenye raundi ya kwanza timu hii iliweza kukutana na timu ya Lady Dibanjul kutokea pale nchini Gambia. Kwenye mchezo wa kwanza ambao uliweza kufanyika nchini Gambia, hapa FAR Rabat akiwa ugenini aliweza kuichapa timu ya Lady Dibanjul mabao mawili kwa bila, lakini pia kwenye mchezo wa marudiano alipokuwa nyumbani kwao pale nchini Morocco, FAR Rabat waliweza kuibuka na ushindi wa bao 2-1, hivyo na kuwafanya aende kwenye hatua ya pili kwa jumla ya aggregate ya mabao 4-1. Kwenye hatua ya pili wakakutana na timu ya Horoya kutokea pale nchini Guinea. Kwenye mchezo wa kwanza walipokuwa ugenini, timu ya FAR Rabat waliweza kupata sare ya kufungana bao 1-1, lakini kwenye mchezo wa marudiano ambapo timu hii ya FAR Rabat walipokuwa nyumbani pale nchini Morocco waliweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 na kuwafanya kufuzu kwenye hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa jumla ya aggregate ya mabao 4-1. Hivyo unaweza kumtafsiri vizuri mpinzani huyu wa klabu ya Yanga ambaye anaenda kukutana naye siku ya Jumamosi pale kwenye dimba la New Amani Complex. Sio mpinzani mchekia kabisa, ni miongoni mwa wapinzani wagumu, tena wagumu kweli kweli, ambao klabu ya Yanga anaenda kukutana nao kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Ni yapi maoni yako mwanamchezo wangu? Tuambie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kutufollow.